Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama ingekuwa mwanadamu ingefika mahali ningesikia kwa wengine Bwana Yesu asifiwe. Akijitukuza yeye mwenyewe kwamba angekuwa yeye ingekuwa mahali penye nilipo Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wa maajabu hajitukuzi bali anatenda mapenzi yake. Bwana asifiwe. Nashukuru katika mkutano wenye ulikuwa kwa nyumba yangu. Naona makuu. Bwana Yesu asifiwe tena. Niweze kubarikiwa. Kwa majina naitwa Lawrence Omo. Amen. Pia ndugu yako hata siku yako ikifika utapigiwa makofi. Jifunze kupigia wenzako. Ili siku yako pia ikifika utapigiwa makofi. Karibu sana ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Uko na nani? Acha mimi pia niko na Yesu ninaposimama mbele yenu. Kwa hewa tu nipungie mkono wangu kama unaweza kuniona. Maana siwezi kufika karibu yako nikakusalimia. Mimi niko tuna wimbo mmoja wa himizo ambapo iwapo unaujua basi utaimba na mimi. Na iwapo hujui basi utasikiza tu the message that is in it. Nenda hivi. Dhambi ni mbaya, dhambi inaua. Usipende, dhambi ni mbaya. Unapenda dhambi, unajificha ficha. Ipo siku moja utawekwa hadharani. Wacha mazoea na dhambi, dhambi haizoeleki. Ipo siku moja utawekwa hadharani. Unapozini wewe, unapodanganya wewe, unapoiba wewe, dhambi haizoeleki. Kuna siku utawekwa hadharani. Usiweke mazoea na dhambi. Usikuwa mtu ambaye unazoea kufanya dhambi alafu kwamba itafika Jumapili nitakuja madhabahuni kuomba. Uwezi ukajua kuna siku moja hivi hiyo dhambi itakuja kuwa chanzo cha kifo chako. Maana Biblia inasema kwamba dhambi huzaa mauti na mauti huzaa kifo. Si kweli? So usizoee dhambi. Unaweza dhambi lakini once you have prayed, wakati umekuja hapo umefanya toba, don't repeat it again because God hates it. Hata kama ni wewe mtu anafanyia kosa leo kesho kama na unashindwa kumsamehe. So unapozoea kufanya dhambi kila wakati unakuja kuomba bali kwamba Mungu akusamehe, kama unafanya mazoea na Mungu hapendi hivyo. Kitu ambacho nimetaka tu kuambia kwamba last week nilikuja kabisa hapo hivi hata nikia simu ndio. Nilikuwa nikiamka hivi naona ni kama nikisimama zielewe, nikawa tu nimelala ni kama ningeenda hospitalini. But I thank God. Nilienda nikamwambia Mwenyezi Mungu nikamwambia kwamba Baba tangia nije Nairobi sijaje kama nini imetokea wapi. So nikakaa tu kama 10 hivi kwa Mwenyezi Mungu na follow day kwamba ilikuwa kumefungana. The evening kwa niliongolewa na hata Mungu anasikia ni kama ukipi kwa saa hii na mshukuru Mungu iko sawa. Even those who are here last Sunday nilikuwa mkisikia nilikuwa naimba sauti yangu iko vizuri. But I thank God today my voice is back and I thank him for that great that he have done for me. Kwa namba ambao ni jina naitwa Wafula Bomba Mbili mkoka Yesu ni Bwana. Asante. Makofi kwa Bili. Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hakika namshukuru Mungu kwa siku nyingine ya leo. Amenipa furaha ndani ya moyo wangu, amenipa ulinzi. Bwana asifiwe. Hakika sio kufurahia kwa Yesu si jambo la kawaida. Bwana asifiwe. Ukiwa umefurahi kwa Yesu unamshukuru Mungu. Maana kuna wale wanaomboleza hata wanatamani kuingia hata wafurahie lakini hawapati. Bwana asifiwe. Ukiwa na furaha kwa Yesu unafaa kumshukuru. Kumshukuru. Bwana asifiwe. Wananiambianga kiluya sana kila siku. Acha na mimi niwaambie moja ya kwetu. Bwana asifiwe. Eva utanisaidia. Ningwalia uwalo wa wendo yonyende tuone Jesu utali mulungolia ni mundu ni wendo wa mageganya
ngoro yakwa ndĩrakena, ngoro yakwa natuma, ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa muonokia, mũtirĩ ũtendete kwendwo, nawe nĩ wendete kwendwo, ona niĩ nĩ nyendete kwendwo, wendo wĩ cama kwĩũkĩ, ngoro yakwa ndĩrakena, ngoro yakwa natuma, ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa muonokia. Bwana asifiwe. Ninaongelea kuhusu upendo. Moyo wangu unafurahia kwa ajili ya kupendwa na Mungu. Wewe unafurahia kupendwa na mimi pia nafurahia kupendwa. Upendo wa Mungu ni upendo mkuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mama ametufundisha kuhusu upendo. Kwa hivyo tukae ndani ya upendo, tupendane. Bwana asifiwe. Tusiangalie mabaya bali tuone tu upendo. Bwana asifiwe. Ni hayo tu. Majina ni Dana Juma, mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namtukuza Yesu sababu angali upande wangu, ananipigania kwa magumu mazito, angali upande wangu. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa anikumbusha mahali kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna katoto kadogo nilikuwa nawafundisha, kanatoshana na huyu. Kalikuwa kanakuja mbele wa kanisa kanauliza, "Uko na nani?" Unasema tuko na Yesu. Kanauliza vizuri. Yesu mgani? Kuna watu Ongareni, kuna wapi? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa pia anatufundisha, anatuambia usiwe unasema Yesu, kuna Yesu wengi. Tunatangaza jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndio Mungu inasema sio sema Bwana wataona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona ita tu Yesu mwingine kuna Yesu wako maacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba tu mtuwe kwa maombi kama sisi vijana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapotea, watu wanaangamia, lakini najua mkitubebea mizigo na sisi pia tuweke imani, najua tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Natubarikia na tuendelee. Makofi kwa Derek. Bwana asifiwe. Wacha tu kwa nini karibu. Yesu apewe sifa. Yesu apewe sifa tena. Kwa majina yetu shots tunaona kuna wimbo. Amen. John 11:35 inasema. John 11:35 it says Jesus wept. Bwana asifiwe. The time the devil is alive, tunaanza kuona watu courageous. Watu wafike disease. Bwana asifiwe. Lakini tunawaombea hawa ni wa Yesu. Bwana asifiwe. Nyumbani mwa Bwana kwa ya muda, tunashuhudia next Sunday. Nyumbani mwa Bwana leo tumebarikiwa na wageni. Nyumba ambayo imebarikiwa na wageni imefanya nini? Kwa kwetu kusema wageni njoo. Hiyo siku Christmas tulikuwa tunakula tu, lakini mgeni akihapa ili kuingia. Ai. Kuku iko tabani. Tutakula mlai. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya masa. Kuja tumsalimie. Karibuni. Wengi wenu hao ndio wazilishi wa mahali hapa. Hao dada ndio tulianza nao kwa barabara kwa vumbi huko. Karibuni sana. Karibu mwingine kabisa.
Karibu mami, karibu salimia mkutano. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naitwa Celestina Chino. Kama nashiriki hapa ndio kwa kazi. Sana shukuru hata tunalipa sasa Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asante. Ukiwa hapo ulikuwa kasho. Haini tutaongea baadaye. Akiwa hapa alikuwa kasho, alikuwa anaomba hilo jambo sana. Amen. Sasa serikali ndani. Bwana asifiwe. Mali hapa kuna Mungu. So, wewe zidi tu kuomba, siku yako itafika. Hilo jambo ambalo naliombea, don't give up. Bwana asifiwe. Tusimame ni wakati wa matoleo kana. Praise and worship wiko juu ya sadaka. Naona ile gari liko bilioni. Wacha tuamini na tuombee matoleo. Amini tu hiyo sadaka umetoa. Amini kwa jambo hitaji au nalo Mungu anaenda kutenda kupitia hii sadaka. Hata wale hawana, Mungu anajua hitaji lako. Wacha tuamini na tuombe. Tunapoombea pia mtumishi kwa ajili ya neno la mchana. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na jina mfalme wa ajabu. Tazama Baba, ni mchana mwema, wapendwa wamejipapasa. Tazama Baba, umetoa saka zao na wengine fungu la 10. Baba, matoleo haya na akabidhi mikononi mwako. Baba, licha umetoa, unajua mahitaji ya mioyo zao. Baba, kuna wengine ni wagonjwa. Yesu kawaponye. Wengine wanahitaji mbalimbali. Mahitaji ya mioyo zao Yesu wajua. Baba, kupitia hii saka na matoleo, Yesu wapatanishe na mahitaji ya mioyo zao. Tazama ni wakati wengine mpanzi anaenda kusimama, ambaye ni mchungaji wako, mtumishi wako. Tazama mjalie kibali mbele yako. Mjalie kibali ya kuhubiri mahubiri mfalme. Anaposimama akasimame kwa ujasiri. Kemea kila nguvu za giza, roho za uharibifu, roho za pingamizi, roho za kututeka ufahamu. Kila nguvu za giza tunateka nyara, tunajaribu katika tukapata kutoka.
macho ya kiroho. Fungua hata masikio ya kiroho. Ili neno lako linapokuja, Baba likazae maradufu ndani mwetu. Asante Mungu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Karibu sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Mungu ni mwema ndani mwake, ndani mwa nyumba yake. Kristo bado anatupigania, bado ni mwaminifu. Haleluya. Amen. Basi majina yangu ni Evangelist John Juma. Kristo bado anatenda kazi ndani ya maisha yangu. Tuweze kupata sehemu. Leo nataka nisungumuze kuhusu karama za Bwana ama karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna kitu inaitwa karama. Sio gharama, karama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna karama na kuna gharama. Sijui kama tunaelewana. Amen. Kuna karama na kuna gharama. Hapo tuelewane vitu mbili tofauti. Karama ni sehemu kama ile talanta, jinsi unavyoweza kupatiwa. Karama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini gharama ni ile kitu ambayo itakugharimu. Haleluya. So, sitazungumzia kuhusu gharama. Nitazungumzia kuhusu karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu karama ni ile kipaji ama kipawa ambapo unaweza patiwa na Mungu. Hiyo ndio karama. Lakini karama ni ile ambapo inaweza kusababisha uharibifu ndani ya maisha yako. Lakini karama iko na faida kwa sababu unapopatiwa ni kipawa na kipaji fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoangalia katika maandiko, tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 ndipo uweze kuelewa karama ni nini. Na pia msomaji mwingine naye ataangalia kitabu cha Warumi 11 mstari wa 29. Utasikia jinsi neno karama linafanya kazi. Haleluya. Amen. Kama umepata unasema umepata. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia penye. Yes. Biblia inasema hivi: basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, yes, bali Roho ni yeye tu yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Yes. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Yes. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, yes, apendavyo Roho yeye yule. 9 inasema mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine katika karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshaelewa neno karama mahali linatoka, si ndio? Karama yani ni ile kazi ambayo unaweza kufanya pamoja kupitia katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu tumeelezwa ya kwamba katika nyumba ya Bwana kuna vipawa tofauti tofauti. Kuna karama tofauti tofauti ambayo tumepatiwa ili ya kwamba siweze kufanya kazi. Na Biblia ikasema ya kwamba tusije tukasahau
ya kwamba Roho ni mmoja yule atendaye kazi, kwa sababu tumeambiwa vizuri ya kwamba kuna yule ambaye atapewa neno la unabii, lakini Roho ni ule mmoja. Mwingine atapatiwa neno la maarifa, mwingine neno la hekima, lakini Roho atendaye kazi tumeambiwa ni mmoja. Hatuna roho mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia imetuambia vizuri ya kwamba tuweze kufahamu karama za Roho. Maana tumeambiwa kwamba hata katika nyumba ya Bwana kuna huduma tofauti. Kuna mwalimu, kuna nabii, kuna mwinjilisti katika nyumba ya Bwana. Lakini huduma ule ambao huko ni Roho ambaye ni moja ya Yesu Kristo, ambaye inasababisha hiyo huduma kupatikana katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeambia kwamba kuna tofauti ya utendaji kazi. Jinsi mimi nitakavyofanya sio vile wewe utakavyofanya. Jinsi mimi nitajaliwa kipawa changu sio vile mchungaji mwingine atakuwa na hiyo kipawa. Bali karama ya Roho ni moja, ile ambaye Bwana mwenyewe ndiye anapeana hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambia kwamba ati ndugu zangu, kwa habari za karama, yani ni kitu ambayo walikuwa wanatafakari, ni kitu ambayo walikuwa wanawasia kwamba hizi karama zinafanya kazi namna gani. Na ninataka nikuhadharisha, wakati Mungu amekupa karama, usipoitumia vizuri inaweza kubaki unaifanyia kazi lakini hauna roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa ni wakati ambapo Mungu amekupatia karama, ukiomba Roho afanye kazi ndani mwako, Roho aweze kutembea pamoja nawe ili uweze kukaa na hiyo karama ambayo Bwana amekupatia. Kwa sababu unajiachilia kuiombea, Mungu huwa anakuja anajitoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itabaki ya kwamba kama ulikuwa umezoea kuzungumza katika lugha, utakuwa unasema katika lugha, lakini karama ilishatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa unaomba Mungu kwa sababu ya karama atetee karama yake, utaomba tu atapona, lakini Mungu haiko mahali pale. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa uko na yeye, atakuwa anataka mwenyewe utukufu umrudie. So hata waacha kuponya, hata waacha kukuinua, hata waacha kutenda kazi, lakini kwa sababu karama imesha kutoka, ndugu, itakuwa ni hukumu ndani ya maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumeambia kwamba kwa habari za karama za Roho, sitaki mkose kufahamu. Sikia, Paulo anaambia wana wa Korintho ya kwamba hataki wakose kufahamu. Jinsi leo ninataka hata wewe upate ufahamu huu, kwa sababu Biblia imetuambia kwamba mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, kabla hujakuja katika nyumba ya Bwana, ulikuwa mtu wa mataifa. Ulikuwa uweze kujua ya kwamba Kristo ni Bwana. Ulikuwa unafanya vitu peke yako kivyako. Biblia imetuonyesha kwamba kwa kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ungekosa ufahamu ya kwamba Mungu wetu ni mmoja, kama ungekosa ufahamu ya kwamba Mungu wetu ni wawivu, kama ungekosa ufahamu ya kujua kwamba Mungu wetu ndiye anayeabudiwa peke yake, ungeenda uabudu sanamu. Ungeenda kuambiwa kwamba baki kitu shingoni ambayo ni ishara ya Yesu, na ukubali ya kwamba kweli hiyo ndivyo Yesu anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia kwamba sasa ni wakati ambapo haistahili kuja kuinamia miungu zisizonena. Haleluya. Amen. Kama una Mungu mwenye neno, Mungu mwenye neno, wachana naye. Hapana. Sababu Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu ni Yesu Kristo na ako hai. Unapomuita anapatikana.
Yesu wanachukua nafasi, wanatoa sacrifice kwa ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii Bwana anakuahidi, anakuambia kwamba yeye ndiye Mungu mmoja ambaye anastahili kuabudiwa. Kando na yeye hapana Mungu mwingine. Na ikiwa unachukua Mungu mwingine kando na huyo Kristo, basi pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba, na kwa hiyo na waarifu kwamba hakuna anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Yesu asifiwe. Hakuna anenaye katika roho wa Mungu kusema kwamba Yesu amelaaniwa. Maana alishafanyika laana msalabani. Na akachukua dhambi zetu. Na akaenda akasema kwamba yote yamekwisha. Akasulubiwa kwa niaba yako na mimi. Ili ya kwamba upate ondoleo la dhambi na uweze kuishi takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba amelaaniwa mtu yule alikuwa mtu mara ya pili. Maana yule mtu ambaye anasababisha tena Yesu kwa sababu yako wewe Kristo ambao unamjua. Haleluya. Unaambiwa dhambi ni mbaya na ukajua kweli dhambi ni mbaya. Unaambiwa vita ni mbaya na ukajua vita ni mbaya. Na ukatofautisha ukijua kwamba nikiingia katika vita nimefanya dhambi. Nikifanya usherati nimefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unamrudisha Mungu. Unaenda katika vita. Unashiriki katika masengenyo. Unakaa katika chuki, unakaa katika hasira. Yaani unamrudisha Yesu katika msalaba tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kataliwa. Biblia imetuambia kwamba amelaaniwa yule mtu ambaye angekuwa mtini mara ya pili. Kwa sababu hakuna wakati tena Yesu atasulubiwa mara ya pili. Isipokuwa alishatoa maisha yake mara moja na akafanyika sadaka ya dhabihu ili ya kwamba wewe na mimi tupate ondoleo la dhambi, tuweze kukaa maisha ya kumpendeza. Ndipo leo unaonekana mtu tofauti na wale wa mataifa. Haleluya. Amen. Na usisahau hata wale mataifa waliumbwa mfano wa Mungu. Amen. Na ako na upendo juu yao. Amen. Na anawapenda zaidi. Yes. Kwa hivyo sasa hata wewe unafaa usaidie kujua kwamba utafanya nini ili ya kwamba hawa waweze kumjua Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napendanga nikienda katika mikutano ya nyumba nipate mtu akijitambulisha kwamba mimi ni jirani ya huyu, mimi ni rafiki wa huyu. Ameniambia kuna mkutano na nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio kuhakikisha kwamba kweli unaonekana mahali ambapo hata unakaa unamtangaza Kristo. Amen. Lakini nikikuja hakuna mdogo mwenye anataka kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So Biblia inatuambia ya kwamba pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, lakini Bwana ni yeye yule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati aliita wanafunzi wake, aliwatuma wawili. Hakawatuma wengine waende wahubiri Injili, wengine waende wabadilishe watu, wengine waende wabatize watu, wengine wabadilishe watu wao mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwa mataifa kuwa katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia nimewapa mamlaka, pozeni wagonjwa, endeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, na mkiwabatiza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi tu mmoja ambaye toa amri. Hakuwa na mwingine akatokea akasema kwamba na mimi nimetumwa na fulani hapa. Na Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa kuna mwingine ambaye atatumwa kando na Yesu, basi huyo ni ufalme tofauti. Kwa sababu wewe unatembeanga ukiwa chini ya ulinzi mara ngapi? Si ulinzi lakini ushuhuda mara mbili. Kristo anakupenda
anatembea akikutazama. Naye kale adui kingine kanakaa kama fisi, pia kanafuata tu nyuma yako tu, kaone ya kwamba ni wapi utaangukia, mpatane na yeye hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kanakufuata tu polepole, ili ya kwamba wakati tu utatukana mwingine na kanapiga hema pale, kanasema bas, kuja tumekupata. Amen. Na kwa sababu kila wakati umetangaza vita juu yake, kila wakati unapigana na yeye, naye atakwambia sasa njoo tumekupata. Hauna bahati leo. Atakufanya bila atataka, na atahakikisha amekumalizia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama umehama huko, toka kabisa. Na kama unajua kwamba hujatosheka, basi kaa katika ulimwengu, huko tambua ya kwamba ulimwengu ni wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umehama kabisa na ukae kwa Kristo na umpende Bwana, umfanye mapenzi yake, uingie katika nyumba yake kwa wakati unaofaa, uingie katika nyumba yake utende kazi ya Bwana, bila kuangalia kwamba niko na nani, bila kuangalia kwamba nitatumwa na nani, bila kuangalia kwamba nitaenda na nani. Uhakikisha kwamba kile kazi unayofanya iko na karama zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utendaji kazi, Mungu ni yule mmoja. Yes. Warumi 11:29. Bado inaongea kuhusu mambo ya karama. Ni mistari 2 tu. 29 na 30. Nasoma kwa uwezo wa Bwana, inasema kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi wao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karama za Mungu hazina majuto. Amen. Hakuna wakati Bwana atakupatia majuto. Yes. Bwana anakupenda kila wakati. Ili unapotembea anakupa ulinzi. Amen. Anapokukutanisha na maadui zako, amekupanga jinsi utakavyosimama mbele ya maadui zako. Yes. Tumeambiwa kwamba hata atatuandalia meza ule unywe mbele ya maadui zako. Ndipo leo umeweza kupata nafasi ya kuwa na kazi, kujisimamia maisha yako kuliko ule mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wengi wako na qualification kuliko wewe. Wengi wamesoma, makaratasi yao akianza kuangalia hata anapeleka interview, mpaka hata ule examiner ama mwenye kumuinterview anasema zimetosha. Akianza kupekua anakuwa overqualified. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawezi kazi. Lakini wewe labda kama uko na certificate kubwa sana, Mungu anakupa neema na unaenda unasimama pale na unapita hivyo na unapewa kazi na unapata unasimamia watu, kwa sababu Bwana amekubali. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaambiwa kwamba karama za Bwana hazina majuto. Bwana amekubali kwamba sasa nataka kuinua, hautaona majuto, hautaona mateso, isipokuwa anapenda mtu wa kwenda mbele akirudi nyuma. Ndio uweze kujua kwamba atakuacha. Sasa utakuwa unasema kwamba pale nyuma, siku za zamani, wakati nilikuja Nairobi nilikuwa na pesa mingi, wakati nilikuja Nairobi nilikuwa na sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilienda wapi? Kwa sababu umeachilia karama za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeambiwa kwamba karama za Bwana hazina majuto. Hazina majuto. Maana tumeambiwa kwamba ni zamani. Zamani hii inasema ni hii zamani inasema
enzi za baba zetu, enzi za wetu, ama ni zamani gani hii? Sababu Biblia inatuambia ikisema kwamba zamani zile mlimuasi Mungu. Na kweli ukisoma andiko katika Matendo ya Mitume 17 inasema kwamba zamani zile za ujinga Mungu alijifanya ni kama haoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii ana kanisa tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Sasa naona au kwa ndio hataki mchezo. Umefanya dhambi, anakabiliana wewe wanaume. Umewacha njia zake, anakuachilia adui. Uzuri naambia wapendwa, kama mkijuana. Kaa ukijua, ujipeleleze ndani ya moyo wako, ufikirie mara mbili. Uko kwa nani? Maana kama uko kwa Mungu, kuna ule mwingine. Ni kama bibi hapa bwana wawili. Akienda kwao, au mwingine, sio? Na akirudi huku ako kwa huyo mwingine, si ndio? Wote wanataka kumpigia masimu. Huyo mtu atakaa na amani. Simu zinatoka nyumbani, atasema ni kasini yangu, arudi aseme huyo mbezi yangu, arudi aseme estimate, arudi aseme tulikuwa tunasoma naye mpaka ishi. Amen. Sasa ujiulize, na hii namba kwani ilikuwa kazi, imekuwa ya friend, imekuwa na haya huko hadi nyingine. So ukijua ufalme ni mbili, wewe ndio utafanya uamuzi. Ukijua kwamba je, ni ufalme kama ambao unafaa kufuata, ni ufalme wa Mungu ama ni ufalme wa shetani? Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia imetuambia karama za Roho hazina majuto. Na ikiwa utakubali kuchukua hizo karama za Roho, basi hakuna wakati wewe utaona majuto, hakuna wakati tena utaona vilio katika maisha yako, kwa sababu Bwana atakuwa ameshachukua nafasi ili ya kwamba uweze kusimama pamoja naye, na kila sehemu yoyote uwe mtu ambaye utaweza kumtetea. Haleluya. Amen. Lakini ikiwa utakuwa mtu ambaye utamkana Kristo, basi kaa ukijua kwamba nayo wakati ambapo shida inakupata atakaa ni kama kwamba ameenda safari. Hebu imagine umetegemea kwamba sasa msaada wako uko kwa mtu fulani, alafu wakati ule unaenda akusaidia unapata hayuko, utapata aje? Itakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa wapendwa, tuchukue nafasi, tuchukue hatua ya kumpenda Kristo, utetea karama. Sijui umepatiwa karama gani, sijui wewe ni karama ya gani unaitetea, kwa sababu mimi ninajua kwamba kile Bwana ameweka ndani mwangu, mwanadamu anaposimama apinga asipige hawezi kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu karama zile ambazo Bwana ameweka ndani mwako hazina majuto. Licha kwamba umemwona, sasa leo hii amebadilisha, amesema kwamba sasa ako karibu. Kwa hiyo unafaa utembee pamoja naye, unafaa umkubali, unafaa uwe kielelezo katika kila sehemu yote ambayo unaonekana. Bwana awe anaonekana ndani mwako. Wengine hata inafaa mnaenda unaomba kibali, unaambia Mungu ya kwamba ninatoka ninaenda mbele ya mwajiri wangu, ama ninaenda mbele ya dunia. Nipe kibali ya kwamba wanapotazama wasinione mimi bali wakuone wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Mungu mwaminifu. Wakati utakuwa unatembea, itafika wakati wewe hautaonekana, hata kuachilia uonekane uchi wako, hata kuacha uonekane udhaifu wako, lakini atakusimamisha katika pengo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tukae tukijua kwamba Bwana ni mwaminifu na Yesu anatupenda. Kila wakati anatutetea, kila wakati anatupigania. Tusimrudishe msalabani tena, tusikuje tukamfanya tena akarudi msalabani kwa mateso.
maana tayari alishatutoa pale. Kwa hivyo hiyo karama ambayo umepatiwa, jua kwamba unafaa uifanyie kazi. Unafaa uifanyie kazi. Iwapo ni karama na talanta ya uimbaji, tumia talanta. Iwapo ni kipawa cha uponyaji, cha uombezi, kipawa cha kuhubiri, basi tumia hicho kipawa. Maana wakati utakapofika, wakati mwenye talanta ataitisha, utaanza kumwambia kwamba utampa sababu. Nilipanga sina wakati, hata nilikuwa nikutumikie nikiwa kazini, nilikuwa nikuje nikuibie, nikaambiwa kwamba kanisa limefungwa, ilikuwa ni kuabudu, lakini nikawa kuna mvua imenyesha, singeweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Saa hiyo ndio utaambia kwamba ondokeni kwa kwenye kizazi kilicholaaniwa, mwende kisiwa cha moto. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia kwamba saa hiyo mtapakuliwa kama mbuzi na kondoo. Sasa unafaa ujiulize, utakuwa kondoo ama utakuwa mbuzi? Haleluya. Amen. Kwa Biblia mzima mbuzi ilitaka mara ngapi kwa Biblia? Haleluya. Amen. Unaweza niambia ilitajwa mara ngapi? Ushaiona kwa Biblia? Kitu yenye najua ni kwamba ilitajwa mara moja tu. Wakati hiyo ni katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 31. Hapo ndipo tuliambiwa kwamba ufalme wa mbinguni utafananishwa na wale ambao Bwana atakuwa amewapagua. Akasema kwamba itafika wakati atawapagua kama mbuzi na kondoo. Na atasema kwamba wale walio mkono wa kushoto hao ndio mbuzi, na walio mkono wa kulia ndio kondoo. Ndio atawaambia kwamba njooni kwangu enyi mliobarikiwa mlio mkono wa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona mbuzi amewekwa mkono wa kushoto, mkono wa laana. Sasa unafaa kujiangalia ujue kwamba utakuwa kondoo ama utakuwa mbuzi. Kwa hii karama ya Bwana, iache karama ya Bwana kutoka, maana itakugharimu. Itafika wakati itakugharimu. Karama sasa imefika, ilikuwa karama. Asifiwe. Na ikifika karama sasa itakuwa utakosa amani, hakuna mahali pote utaingia ukubalike. Hata ukienda kwa dua kununua kiberiti, saa ile unataka kufika upewe kiberiti, ndio saa ile shopkeeper anachukua simu kwanza 30 minutes ndio akuulize ulikuwa unataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa karama imekutoka, unatembea peke yako. So tusimame juu. Siku ya leo uanze kumwambia Bwana karama ile ambayo alikuwa ameshakupatia akurudishie, irudi ndani mwako, ikazidi kutenda kazi, ili ya kwamba usije ukapoteza mwelekeo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko mahali kwa ndani ya nyumba ya Bwana, lakini yani unajaribu kitu ambacho unaona tu kinaenda kufaulu, na inafika kwako na ina divert, inakosa kukufikia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama huyo ndio anataka asonge karibu na sisi, asonge mbele za Bwana, ili tuweze kuomba pamoja naye. Tumitie Bwana, tumwambie Bwana sasa arudishe karama ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe unatembea bure, isiwe unaenda peke yako, maana peke yako hutaweza. Wanyama ni wakali, hata maadui ni wengi kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Watakushambulia. Kwa hivyo tunahitaji ulinzi wa Kristo. Tunahitaji ulinzi wa Kristo. Hapo wimbo wa kuabudu, na karibisha yule yote ambaye
amekuwa na shida kama hiyo, akijaribu vitu zake, anapoenda kitu yenye angeenda kufaulu ina divert inaenda kwingine, maana aliachilia na zikatoweka. Basi nataka mtu kama huyo akaribie katika madhabahu ya Bwana ili ya kwamba tuweze kuomba pamoja naye, isije ikawa hiyo roho ikaja ikakusumbua tena, hiyo roho ya mianguko, wakati wewe unataka kuinuliwa na inageuza. Asante Bwana Yesu. ishara ya kunyenyekea. Walinde, wabariki, maana wewe ni Mungu. Jehova, warudie kwa sababu wewe ni mwaminifu. Wamesikia neno lako wakakimbia ili Bwana wasije kunyenyekea. Baba, kwa niaba ya nyumba zao, kwa niaba ya maisha yao, kwa niaba ya familia zao, Bwana ninakuomba waonekanie
Baba Yesu waonekanie, wajalie neema tena Bwana, maana wewe ni mwaminifu. Baba, nasema wamekuwa mbali na nyumba yako, na wakabidhi mikononi mwako. Warehemu na ukawarudie Bwana, wape rehema katika maisha yao, ili Bwana watembee pamoja nawe popote wanapotembea Bwana. Wape neema ya ulinzi juu yao. Mfalme Mungu wetu Baba, ninakuomba Mungu wangu wasamehe. Samehe mama huyu Bwana, samehe familia hii, samehe kijana huyo. Wapiganie Bwana Yesu, wamekukimbilia Mfalme, waone ushindi kutoka kwa maisha yao. Baba, wape ulinzi tena, wape amani Mfalme. Mfalme Mungu wa amani Bwana, na watenganisha na madhabahu ya mapepo, na watenganisha na vita vya mapepo, roho za kishetani, roho za majini, roho za kutumwa, roho za kujituma ili kuzuia vitu vyao. Wanapenda kufanikiwa hadi wanainuka kinyume. Nateka nyara hiyo roho, nateka nyara hiyo roho katika jina la Yesu. Ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa. Baba, ninakemea roho ya uharibifu ndani ya maisha yao, roho ya mapepo ndani za kujiinua kinyume na maisha yao. Toka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe ni Mungu, Mfalme wa ajabu. Naombea maisha yao, pale kule ambapo wanafanya kazi, wape ulinzi Bwana, wape kibali Bwana. Yesu waonekanie, ili waone ushindi, waone faida ya kazi yao, maana wewe ni Mungu mkuu. Bwana, waonekanie kile wanachotamani ndani ya maisha yao. Baba, waonekanie hata ndoa zao Baba. Yesu waonekanie, leta amani Bwana, leta ushindi tena, ili Bwana tumuone. Asante Mungu wetu Baba, tunakualika, naombea kanisa kwa ujumla Baba, ukawabariki, bariki shirika hili. Yesu waonekanie, Yesu wapiganie watoto wetu Bwana, wape ulinzi Bwana. Mfalme Mungu wetu, kazi za mikono zetu, wengine ni wafanyi biashara, walinda, wabariki Baba yangu Mfalme, na takasa biashara zao, na wainua Kristo, ili Mungu kawainue. Mungu wa amani Bwana, rejelea nchi yetu, ukaibariki Bwana, hata uongozi wa nchi yetu Baba. Mungu wa amani Bwana, chukua ushukani, linda mioyo zetu, linda watoto wetu wanaotarajia mtihani, wafunike na damu yako Baba. Ninakataa roho ya kuwateka nyara. Tunajua kwamba Bwana, wanapokaribia mtihani hadi wanazunguka ili kuja kuwateka nyara, kuja kuletea udhaifu. Nami ninaangusha hiyo roho ambayo inatunga kinyume na watoto wetu Bwana, katika jina la Yesu. Wengine Mungu wa amani Bwana, hata wanakuwa wagonjwa, nami ninapiga hiyo roho ya magonjwa katika jina la Yesu. Maana Mungu wetu, wewe ni mwaminifu, wacha wakafunguliwe, maana Yesu unaweza. Asante Mungu wetu, jina lako liinuliwe, libarikiwe, lipewe sifa, na ni kwa Yesu Kristo Mungu wetu Baba tunaomba na kuamini. Shukuru Mungu, mwambie asante Yesu. Oh, asante Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante Bwana. Asante Bwana. Ibada yetu tumemaliza. Ni vizuri tunapoanza ibada tunaanza kwa pamoja, tena tunamaliza kwa pamoja kwa ajili ya maombi. Kitu kidogo tutangazie kitu. Nakaribisha matangazo la kwanza. All ladies, nabaki kwa dakika mbili kidogo tu, 2 minutes. Any lady in the house, karibu idara matangazo, karibu. Ni siku njema. Nashukuru Mungu kwa yote ambayo ametenda kwa kila mmoja,
sababu si wengi wamefika siku ya leo. Sasa tunashukuru kwa uwepo wako na nguvu ambayo umetuweka kufika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe tena. Tangazo ambalo tuko nalo na